Dada yake. Binti akamwona saa ngapi asitaki kupaa. Ghafla akampanda jamaa mgongoni yani. Madam Lulu akasogea pale, awe Ogechi huyo mbio zimuokoe mpaka nje. Ameenda wapi? Ametoka nje. Sasa unasimama nini? Mfate. Sasa huko Ogechi kashashika barabara mbio, Asuko naye yuko nyuma yake yani. Walitimwa mbio yote walikimbia. Mbio zote anaogopa mbwa jamani. Asa amerudi ndani, Ana akamletea mabegi yake. Ikabidi amuulize, unawezaje kuishi hapa? Akamwambia hapa tunapambania kuishi tu. Na kingine, usimfanye akarudia kuongea kitu mara mbili. Halafu, kuna ulazima yule mbwa kuwa hapa. Unamaanisha Luna? Angalia, kama unajipenda, unatakiwa kujua jinsi ya kuishi na Luna. Ogechuku, uko kwenye matatizo, kakalala. Anyways, asubuhi Mwamba anaenda jogging akamgongea na Ogechi. Waende wote. Bibie kachoka na usingizi hatari, basi ikabidi aondoke naye. Wako barabarani huku pumzi kisoda, mtoto kaishoa nguvu. Yupo hoi. Baadaye kwenye gari yani anasinzia tu. Mwamba akamwambia uruhusiwi kulala muda wa kazi. Sasa wamefika kazini, Vivian huko anataka kujua yani anashauku kinoma. Ilikuwaje huko? Lakini Ogechi anasinzia tu yani. Baadaye akaja ofisini kalegea hatari, anaengela usingizi bado. Akaambiwa tunaondoka baada ya dakika 15 tuna kikao. Kabidi ajiandae chapchapu waende kwenye kikao. Sasa kwenye kikao inaonyesha kwamba kuna tatizo ambalo linafanya mambo yasiende sawa hapa ofisini. Binti akaomba aelezee kidogo kutokana na uelewa wake. Akaelezea vizuri sana kwa sababu taaluma yake ni accountant, kwa anaelewa hivi vitu. Watu wakapenda sana maelezo yake pale, kwa hivyo atafanywa kazi. Baadaye wakiwa wanarudi, binti anasinzia tena. Mwamba akawa anamwangalia mtoto wa kike amelegea hatari yani. Akamweka tu shingo sawa pale. Binti leo kaamka mapema ili aende jogging kama kawaida. Anaambiwa bosi na Luna washaondoka mapema sana, akapagawa. Naenda kupoteza kazi yangu. Kwa nini hukuniambia wanavyoondoka? Huyu baba ni mkatili sana yani. Unafikiri ni mkatili? Basi Ana ikabidi ampe story kuhusu Mr. Joshua. Anasema alikuwa ni mtu tofauti sana zamani. Alikuwa ni mtu mwenye furaha, pia ni mwongeaji. Alikuwa ni mtu ambaye anasalimia kila mtu. Lakini siku moja kila kitu kilibadilika. Wazazi wake walipata ajali na walisurvive kwa masaa 2 bila kupata msaada. Na wakati msaada umefika, ilikuwa tayari wamechelewa. Na tokea siku hiyo kila kitu kilibadilika kwake. Aliacha kuamini watu, aliacha kutegemea kitu chochote kwa watu. Na kwa upande wake, binadamu ni wa binafsi. Lakini siku moja akarudi hapa nyumbani na Luna. Alikuwa ni mtu mwenye huzuni sana, lakini akiwa na Luna anatabasamu. Basi ilimuhuzunisha sana bibi Ogechi. Ilimuuma kiukweli kusikia story hii. Bana, kila kitu hapa duniani kina sababu. Usimuone mtu kwa mara kwanza au mara kadhaa ukamjaji moja kwa moja kutokana na alivyo. Kila kitu kina sababu. Huwezi jua yuko hivyo kwa sababu gani. So don't judge mtu bila kumjua vizuri. Kuna watu wengine wameficha maumivu ndani yao. Watu wengine wanaumia ndani kwa ndani. Anyways, hilo likapita. Sasa leo kazini katika kufuatilia inaonekana kuna mtu alikuwa anaiba fedha za kampuni kisiri kwa miaka 3 sasa. Lakini binti akawa kama ameona kitu. Akaomba nafasi aangalie vizuri. Akacheki akagundua kuwa sio miaka 3, ni miaka 13. Huyo mtu amekuwa akiiba na ni mtu ambaye anaaminika sana kwenye hii kampuni. Mwamba akamuita mzee na bila kupepesa moja kwa moja akamfukuza kazi. Baadaye sasa wamerudi home, piga honi Asuko hayupo getini. Binti akaenda akafungua geti wakaingia ndani. Wameingia, Asuko ndo anarudi. Ulikuwa wapi? Nilienda pharmacy. Ukirudia tena utapoteza kazi yako. Mzee akamaliza. Wameingia ndani, jamaa kama kawaida desturi yake ilivyo, akamwahi Luna aka Madam Lulu. Na sasa hivi binti inaonekana hamuogopi tena kama zamani. Hilo likapita. Weekend jamaa amekuja na Luna kwenye hii garden, anacheza naye na anaenjoy sana hizi moment kwa sababu Luna ndo mtu kiumbe pekee ambaye kinampa faraja kwa sasa. Asa katika kucheza amerusha mpira, anashangaa Luna arudi. Kwenda kucheki hamuoni. Basi akamtafuta sana, alizunguka garden nzima lakini hakumuona. Akarudi mpaka nyumbani lakini hakumpata. Na kwa bahati mbaya leo Ogechi hayupo, ni weekend, kaenda kwa aunti yake. Basi Mwamba akawa ni mtu wa huzuni sana. Luna ndo alikuwa kiumbe pekee ambaye anampa faraja na amepotea, anaumia sana. Siku nyingine tena leo
Ogechi amekuja tena kazini, anamkuta Ana kama ana huzuni, akamuuliza shida nini. Ana akabidi amwambie ukweli kwamba Luna amepotea. Nini? Binti akashangaa. Basi akamwelezea kwamba na bosi leo ni siku ya pili hajala chochote. Binti akaja mpaka chumbani na kujaribu kumweka sawa, lakini Mwamba ana huzuni sana, akamwambia tu atoke. Binti akajaribu kuendelea kumbembeleza, Mwamba akakasirika, akamfukuza na kazi kabisa. Binti akawa hana namna, ikabidi aondoke tu. Siku nyingine binti hajakoma, akarudi tena. Raundi hii jamaa anamfukuza, binti akakataa. Najua unaumia na hujui nini cha kufanya. Asa akamwambia kwamba anajua kila kitu kuhusu familia yake. Mwamba akashtuka, akaganda kama sanamu. Na binti akamwambia kuwa ameandaa hizi posta, wazunguke kila sehemu kwenye restaurants, hoteli, mitaa yote, wabandike hizi posta, na ameweka dau lake hapo ili waweze kumpata Luna. Basi Mwamba baada ya kuambiwa maneno yale akalainika, akamkumbatia bibie kwa sababu ndo mfariji wake kwa sasa. Wataalamu wanakwambia litapita pepo la hasira, kununa na kuzira, ila jua wewe you are my only one. Kwenye furaha na madhira, ewe baby, you are the only one. Mistari kutoka kwa Yami, mtoto mzuri hiyo. Wakatoka basi wakaanza kubandika zile posta kila sehemu, kwenye miti nini. Sasa kuna Mwamba akawa ameona hapa walikuwa wamempa ile posta, akaona namba ya simu, akakopi akapiga na picha. Noti hiyo itatusaidia baadaye. Wakawa wamefika sehemu pale, wamepoa. Naamini itafanya kazi tu. Ukimya ukatawala kidogo. Kwa hiyo milioni 5 nani atalipa? Wewe bila shaka. Wewe ndio umesema hiyo milioni 5 na wewe ndio bosi na una hela. Mwamba akacheka. Umecheka? Kumbe unaweza kucheka? Ndio naweza. Ulikuwa unacheka ukiwa na Luna pekee. Basi binti akafurahi kumfanya Mwamba atabasamu. Kwa hiyo ulimpataje? Anamaanisha Luna. Akasema baada ya kuwapoteza wazazi wake, alimpoteza na girlfriend wake pia, kwa sababu alishambuliwa na ugonjwa wa sickle cell. Kwa hiyo girlfriend wake kabla hajafa ni kama alikiona kifo chake, kwa hivyo akamkabidhi Luna amwangalie. Na ndio hivyo, baada ya kufariki jamaa akawa na Luna mpaka leo hii amepotea. Basi bana, binti akamtia moyo pale. Na hii hali ya ukaribu inayoendelea kati ya watu wawili kuzidi kujuana. Watu wazima wenzangu, tunaelewana ni nini kina happening when two different jinsialing kutanaling like this and sharing the maelezo yao binafsi. Ni nini waga kinafuataga hapo? Watu wazima hapo, shusheni comment hapo jamani, au ndo unodo tu? Sasa wakiwa wanatembea, ghafla kuna mtu akapiga simu na akawaelekeza kwamba yuko na Luna. Basi ikabidi waondoke chapo, wakamfuata, na walipofika kweli wakampata Luna. Jamaa akamlipa, lakini bibia akazuia Mwamba asimlipe milioni 5, badala yake amlipe milioni 2, kwa sababu huyu mwana alishakutana naye mwanzo. Na kama unakumbuka nilikwambia noti, huyu Mwamba ndo alikuwa anachukua namba muda ule pale akapiga na picha, ndo huyu. Kwa alikuwa na mashaka naye, ikabidi wambane na kumuuliza amemtoa wapi Luna. Ikabidi aseme tu. Wakarudi mpaka nyumbani. Huwezi amini bana, kumbe Yasuko ndo aliouza mchongo na huyu ni mshikaji wake. Kwa inaonekana kabisa alipanga dili la kwamba wauze huyo mbwa apate hiyo hela. Na mpaka hapo Mwamba alivyo mind huyu bwana ana kazi tena. Basi maisha yakawa ni ya furaha tena. Luna amesharudi. Sasa watu mimi wananichanganya bwana. Badala wafurahie wao wamempata Luna, waende wakapeane unodo, wanakaa kusherekea mbwa. Mimi wananiuzi. Anyways, Ana akamchukua Luna pale aende akamlishe, wakabaki hao wawili. Ogechi, abe, sijui ni kushukuru vipi kwa kumrudisha Luna kwangu. Ndio maana upo na mimi kama msaidizi wako, kwa hivyo unakaribishwa. Nina surprise kwa ajili yako. Surprise? Hiyo itakuwa ni pesa. Natania bana. Haya, niambie ni nini? Mwamba akamwambia hawezi kumwambia. Baada ya miezi kadhaa kupita, leo katika kampuni wanasherehekea kwamba mauzo yamepanda, kazi zinafanyika vizuri, asilimia kubwa imepanda ya wateja. Kwa hiyo mambo yamenyoka kwa sasa. Kwa hivyo bosi akawa amefurahi sana na kuwapandishia mishahara wafanyakazi wote, na pia akamwaga sifa kwa Ogechi kwamba amefanya kazi nzuri sana na akampandisha cheo. Ogechi naye akapata cheo cha kuwa member wa staff. Hii ni kubwa sana kwake, alifurahi sana. Hilo likapita. Ni mida ya night hivi, hao wawili wako wanatembea hapa. Binti anasema ni mwaka umeshapita sasa, kwa makini usije ukazama hapo. Okay sawa. Nimemisi mama yangu.
Akamwelezea Mwamba kwamba mama yake anasumbuliwa na figo, lakini anafurahi kwamba ni mpambanaji. Basi bana, Mwamba akaanza kutupia nyavu kwa mtoto wa kike, na hii ndio inathibitisha kwamba hakuna mkate mgumu mbele ya chai. Mwamba alikuwa ni mtu straight sana, mtu mgumu sana, lakini mwisho wa siku mtoto wa kike ndo amembadilisha kabisa. Hebu niambieni kwenye comment hapo, hivi inawezekana mtu kubadilishwa kwa kitu kidogo? Yaani mtu ambaye alikuwa na tabia fulani akabadilishwa na labda some moment tu chache ambazo zinafanyika? Niambieni kwenye comment hapo jamani, mimi ni mgeni na haya maswala, nifundisheni. So Mwamba akamwomba bibia awe girlfriend wake, na hapa ndo tunapata ile maana ya kwamba litapita pepo la hasira, yale mambo ya kununa na kuzira, ila jua wewe you're my only one. Kuna furaha na madhira, ewe baby, you're my only one, you're the one I love. Hii ndo situationship kali sana. So Mwamba akamwambia bibie kwamba atamleta mama Abuja na atasimamia matibabu yake mpaka apone, na pia akasema nataka kuwa na ninyi wote, me, you and Luna. Na hapa ndo tunapata maana ya movie yenyewe, na huu ndo unakuwa mwisho wa hadithi hii nzuri na tamu ya mapenzi. Natumai popcorn zako zimeisha, natumai pia umeenjoy. Kama ulikuwa unambembeleza baby, natumai sasa hivi uko anasinzia. Hopefully umeenjoy burudani hii, na kama umependa acha comment yako. Umependa kipande kipi kwenye hii movie? Kitu gani kimekufanya uenjoy hii movie? Nitasoma comment yako kisha nitakujibu. Kama bado hujasubscribe na kuomba tafadhali subscribe na turn on notification ili nikiachia kazi mpya wewe wa kwanza kuzipata. Mimi ni Milan, the voice of love. Bye.